Somo letu limejengeka katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 mpaka 18. Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 mpaka 18. Biblia inasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na afanyeje? Na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, na afanyeje? Na aimbe zaburi, nyimbo za kushukuru. Mstari wa 14, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Mstari wa 16, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Mstari wa 17, Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia mmoja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi mingapi? Na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Mungu na nene kupitia neno hili katika jina la Yesu, amina. Yakobo sura ya 5 inatupatia wito wa kuomba, ya kwamba mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na afanyeje? Aombe. Kwamba mabaya yanapokupata, kimbilio lako la kwanza likawe ni katika kuomba. Kimbilio lako la kwanza likawe katika maombi. Usianze kutafuta watu kwanza uwakusaidie, maana hao unaotafuta kwanza wanaweza wakakwambia ile isiyo mapenzi ya Mungu. Wanaweza wakakushauri yale yasiyo mapenzi ya Mungu. Wanaweza wakakutoa kwenye mstari na imani yako kwa Mungu. Kwa Biblia inatuambia wito wa kwanza, hatua ya kwanza ya kuchukua tunapopatwa na mabaya ni kuomba. Na anasema, na kama una moyo wa kuchangamka, imba zaburi. Kama una moyo wa kufurahi, unahisi furaha hata kama unapitia magumu, imba. Na anasema kama mtu, na mstari wa 14 anasema mtu kama hawezi, na waite wazee wa kanisa. Sitaki kuongelea hii. Mstari wa 15 anasema, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Mstari wa 16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Ya kwamba moja kati ya jambo ambalo Wakristo wengi tunalimisi, hatuna tunapokuwa tunaomba, ni bidii. Ni bidii. Na hapa anatupatia mfano wa Eliya. Ukisoma vizuri Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 1, utapata habari ya Eliya anaenda mbele ya mfalme Ahabu na kumwambia kwamba hakutakuwa na mvua isipokuwa kutoka katika neno langu. Wafalme wa kwanza, nimesema sura ya ngapi? 17 mstari wa 1. Biblia inasema, basi Eliya Mtishibi wa wageni wa Gilead akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Mungu ndiye ambaye alimwambia akafanya hivyo, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wamegeuka na kumwacha Mungu na kuanza kuabudu Mungu Baali. Na kwa sababu hiyo Mungu Baali akawadanganya kwamba ni yeye awezaye kuleta mvua, ni yeye ambaye anasababisha mvua inanyesha. Na Mungu Baali akawadanganya kwamba
Mvua ni matokeo ya mzunguko wa kiasili. Kwa hiyo kwamba mvua sio baraka wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu taifa la Israeli lilikuwa katika upotevu mkubwa, wakamwacha Mungu, wakamgeukia Mungu Baali, na Mungu Baali akawadanganya kupitia manabii wake wa uongo ya kwamba ni yeye anayetoa baraka. Na hivyo Mungu kuwaadhibu akamtuma Eliya akamwambia mfalme ya kwamba hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ili wafahamu ya kwamba ni Mungu anayewabariki. Na Biblia inatuonesha na kutuambia kwamba miaka ambayo Eliya alitabiri kwamba hakutakuwa na umande ni miaka 3.5. Na kitu kizuri ambacho nilikipenda hapa ni kwamba Eliya anatumia maneno haya ya kwamba Mungu, kwamba kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Kwamba kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake. Na hili wazo la kusimama mbele za Mungu alileta pia wakati alikuwa sasa miaka ile imetimia, miaka 3.5, na Mungu baada ya kumpeleka mahali kujificha kwa mjane yule wa Sarepta, Mungu anamwambia kwamba sasa nenda ukamwambie mfalme Ahabu, kakutane naye, mwambie kwamba kuna mvua itakuja. Na anapokuwa anaanza safari yake kule, mfalme Ahabu na mtumishi wake Obadia, ambaye huyo Obadia kipindi kile huyu mke wa Ahabu anaua manabii wa Mungu, yeye aliweza kuwaficha baadhi ya manabii. Yeye na pamoja na mfalme Ahabu huyo Obadia wakapanga kwamba watafute, wazunguke nchi, kila moja aende upande huu, mwingine na upande huu, wakatafute mahali ambapo kuna maji ili waweze kulisha mifugo yao. Na huyo Obadia anapokutana na Eliya anamwambia Obadia kwamba nipeleke, natamani nikamuone mfalme Ahabu. Na nani anamwambia hapana, hauwezi kumuona, unataka mimi nife? Lakini Eliya anasema katika sura ya 18 mstari wa 15, Eliya akasema maneno haya. Eliya akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Yaani ya kwamba Eliya anasema, anatupatia wazo hili kwamba wale wanaosimama mbele za Mungu wanaweza kusimama mbele ya mtu yoyote bila uoga. Wale wanaosimama mbele za Mungu, wale wanaopiga magoti mbele za Mungu, wanaweza kusimama kwa mtu yoyote bila uoga. Pale Wafalme wa kwanza sura 17 mstari wa kwanza, Eliya anaenda kwa ujasiri, anamwambia kabisa hakutakuwa na mvua. Ni kama anatamka laana ya kwamba mabaya yataipata nchi hii kwa ujasiri pasipo kuogopa. Anapokuja katika sura ya 18 anasema kwamba hata kama anatafuta kuniua, lakini mimi ninaenda kwa sababu ninasimama mbele za huyu Mungu, kwamba nina ujasiri unaotoka katika kusimama na huyu Mungu. Na hivyo watu wa Mungu, nawaambia kwamba ikiwa tutasimama mbele za Mungu, hatutoshindwa kusimama mbele ya mtu yoyote. Ni wale tu wanaosimama mbele za Mungu ndio ambao watakaokuwa na uwezo wa kusimama mbele ya mwanadamu wote. Hawataogopa kuisema kweli ya Mungu, kwa sababu katika kusimama kwao na Mungu, katika kupiga kwa magoti mbele za Mungu, hujazwa nguvu za kusema kwa ujasiri neno la Mungu. Kwa hiyo kanisa ni lazima tusimame mbele za Mungu kabla hatujaenda kusimama mbele za watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Eliya akasema kwamba hakutokuwa na mvua. Na Biblia hapa inatuambia katika hichi kitabu cha Yakobo ya kwamba Eliya alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii. Na unajua, ukisoma vizuri utafahamu ya kwamba baada ya Mungu kumwambia sasa, katika ile Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza, Mungu akamwambia, ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa 3
kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Ukiachana na habari ipo iliyofuatia, ukienda mpaka mstari wa 41, mstari wa 41, hebu tuende pale mstari wa 41 mpaka mstari wa 45. Biblia inasema hivi: naye Eliya akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Mstari wa 42, basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudi kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda mwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezreeli. Jambo la kushangaza ni kwamba Eliya anapomwambia Ahabu, anamwambia kwamba inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Alafu anapomtuma yule mtumishi wake kwenda kuangalia, mtumishi wake anaenda kuangalia, alafu anakuja anamwambia hakuna kitu chochote. Akamwambia, nenda mara 7. Enenda tena mara ngapi? Mara 7. Na hapa alipokuwa Karmeli, alichokuwa nakifanya, alikuwa naomba. Biblia imetuandikia tu kwa ufupi, lakini waliseni kwamba Eliya aliomba mara 7, ndipo ambapo mvua ikanyesha. Na wakati wa kwanza alipomwambia mfalme Ahabu, alimwambia kwamba kuna mvua inakuja, lakini alimhakikishia, kwa imani akamwambia kuna mvua inakuja. Lakini alipoenda kuomba mara ya kwanza hakuna mvua, mara ya pili hakuna mvua, ya tatu, ya tano, ya 7 ndiyo mvua ikaonekana. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba huyu Eliya alikuwa yuna namna moja sawa na sisi, alikuwa ni mwanadamu sawa na sisi, lakini aliomba kwa bidii. Na ndio maana Yakobo anatuambia kwamba kuomba kwake mtu mwenye imani kunafaa sana ikiwa akiomba kwa bidii. Ya kwamba kitu ambacho huwa kinatufanya hatupokei yale ambayo tunayaomba ni kwa sababu hatuna bidii. Hatuna bidii katika kuomba, tunachoka mapema. Na ukisoma nukuu ya Ellen White katika kitabu kile cha maombi, aliandika hivi, naomba niweze kusoma kitabu kile cha maombi. Kitabu cha maombi imenipotea, haiwezi kupotea. Sikiliza anavyosema. Mstari no, sio hizo mstari, maana hii ni nukuu, sio Biblia. Sikiliza hapa, anasema maneno haya. Anasema, nilimuuliza malaika kwa nini hakukuwa na imani na nguvu tena katika Israeli. Kwamba kwa nini hakuna nguvu na imani katikati ya watu wa Mungu. Akasema, mliachilia mkono wa Bwana mapema sana. Kwamba shida, kwa nini hakuna imani kati yetu? Shida, kwa nini hakuna nguvu na hatuoni matokeo
Ni kwa sababu tunaachilia upesi mkono wa nani? Mkono wa Mungu. Na hivyo akasema kwamba pelekeni maombi yenu kwenye kiti cha enzi na shikeni kwa imani thabiti. Ahadi ni za hakika. Amini kwamba mnayapokea mambo mnayaomba na mtayapata. Kisha nilielekezwa kwa Elia. Alikuwa na hisia kama sisi na aliomba kwa bidii, imani yake ilivumilia jaribu. Mara 7 aliomba mbele za Bwana na mwishowe wingu likaonekana. Niliona kwamba tulikuwa tumetilia shaka ahadi za hakika na kumuumiza Mwokozi kwa ukosefu wetu wa imani. Malaika alisema, ifungeni silaha na zaidi ya yote chukua ngao ya imani, kwa maana hiyo italinda moyo, uhai wenyewe kutoka kwa mishale ya moto ya muovu. Kwamba shida ya kwamba kwa nini hatuoni matokeo ni kwamba tunaachilia upesi mkono wa Mungu. Hatuna bidii ya maombi. Tunaomba mara moja, na tunapoomba tunaona hatujatendewa, tunaacha. Au tunapoomba tukisha tunaondoka na tunaacha maisha ya maombi, kuzani ya kwamba kwa kuomba tu kule mara moja kutabadilisha. Sikiza nikwambie, Mungu hafanyi hivyo. Kwa sababu gani? Lengo la maombi ni uhusiano wetu na Mungu. Lengo la kwanza la maombi sio tiketi ya kwamba tu kuenda kuweka ATM kadi pale alafu hela itoke. Maombi ni mawasiliano. Lengo la kwanza la maombi ni uhusiano. Na ndio maana kuna mahali anaandika kwamba kwa nini Mungu kuna wakati atujibu tunapoomba. Ni kwa sababu anaacha kutujibu kwa wakati ule tunapoomba, ili atunyenyekeshe kiasi kwamba atakapokuja kutenda tuwe tumeshanyenyekeshwa, na akitenda tumsifu yeye, kwa sababu ni kwa nguvu na uwezo wake ametenda. Kwa sababu anasema kama Mungu angekuwa anatenda tu pale tunapoomba, tungejichukulia utukufu wenyewe. Yaani tungeona kabisa kumbe ni kwa nguvu zangu nimepata haya. Lakini anasema Mungu anaruhusu tusubiri ili atunyenyekeze kiasi cha kwamba inafikia wakati katika kuomba kwetu tunaangalia kwamba nini kinachozuia mimi Mungu kujibu maombi yangu. Kwamba Mungu anatamani katika kuomba maombi yawe ni sehemu ya kuimarisha uhusiano wetu na watu. Kwa hiyo tunapopoteza lengo hili, ndio ambayo inatufanya tusiwe na bidii katika maombi. Na ndio maana Yesu katika Luka sura ya 18 alitoa mfano huu ili kuhimiza maombi. Katika Luka sura ya 18 mstari wa 1, Yesu alisema mfano huu. Luka sura ya ngapi jamani? 18. Luka sura ya 18. Luka sura ya 18 mstari wa 1, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Na aliwapa mfano gani? Akasema palikuwa na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu. Sikiliza, huyu hakimu, Biblia inamtaja kwamba huyu alikuwa ni kadhi, hakimu asiyemcha nani? Asiyemcha Mungu. Lakini kulikuwepo na mwanamke fulani ambaye alikuwa ni mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Biblia inasema naye kwa muda huyu alikataa. Mstari wa 4, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Mstari wa 6, Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kazi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na mstari wa 8 nasema, nawaambia atawapatia haki upesi.
walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwamba huyu mwanamke mjane alimchosha huyu hakimu huyu kazi kwa maombi yake ya mara kwa mara, akimsi, naomba unipatie haki yangu. Na hivyo kiasi kwamba hayo maombi ya mara kwa mara yakamchochea, yakamfanya huyu hakimu asiweze kupata utulivu. Na akasema, ingawa asijali watu na ingawa simchi Mungu, lakini nitampatia huyu mwanamke haki yake, asiendelee kunichosha. Na hivyo akasema, kama huyu kadhi dhalimu aliye muovu, ambaye hamchi Mungu wala hajali watu, anafanya hivyo, akasema, je, Mungu hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Alafu akamalizia akasema, akauliza swali moja ya kwamba, je, atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta imani duniani? Kwamba kitu ambacho kinafanya tuwe na bidii, kwamba watu wenye bidii ni watu wenye imani. Kinachotufanya tunaachilia mkono upesi wa Mungu ni kwa sababu hatuna imani kamilifu kwake. Na ndio maana Yesu anaposema kwamba, je, nikija nitaikuta imani duniani? Kwamba imani ndiyo bidhaa adimu sana kuipata katika maisha ya wanadamu wanaomtegemea Mungu. Hiyo ndio bidhaa adimu. Na ndio maana Yesu hakuna mahali pengine aliposema kwamba nikija, je, nitakuta hivi? Anasema, je, nitakapokuja nitakuta imani? Kwamba kumbe watu watachoka kusubiria, watu watachoka kumuita Mungu. Watu wa Mungu kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana ikiwa ataomba kwa bidii. Tusiachilie upesi mkono wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wazo ni kwamba bidii katika maombi inaonesha imani ya kwamba Mungu anasikia maombi na kujibu kwa wakati wake. Kwamba watu wenye bidii katika maombi wana imani hii ya, wanaelewa ya kwamba Mungu anasikia maombi na kujibu kwa wakati wake. Wale wasio na imani hiyo, kwamba na wasio na uelewa huo, ndio wanaoacha na wanaokuwa na maisha ya maombi ambayo sio ya bidii. Kwamba mtu yule ambaye ana maisha ya bidii katika maombi anafahamu jambo hili ya kwamba Mungu anajibu kwa wakati wake, na hivyo hachoki kuomba, kwa sababu anafahamu ya kwamba wakati wake sio wakati wa nani? Biblia inasema njia za kwetu sio njia za nani? Kwa wakati wetu sio wakati wake. Mara nyingi iko hivyo, wakati wetu sio wakati. Kwa hiyo wale wenye imani, wenye bidii katika maombi wanauelewa huo, na kwa sababu wanauelewa huo, ndio maana hawaachi kuomba, hawaachi kudumu katika kuomba, kwa sababu wanajua kwamba Mungu amesikia, lakini sio wakati wake. Ingawa mimi kwangu ilionekana kwamba ni wakati huu, lakini kuomba kwake yeye haikuwa wakati huu. Na hivyo nitaendelea kuomba mpaka wakati wake atakapofanya. Watu wa Mungu, bidii katika maombi inaonyesha kwamba tumefikia kiwango cha kuelewa kuwa na tumetambua kwamba kusudi la kwanza la maombi ni uhusiano zaidi ya kutaka vitu kutoka kwa Mungu. Bidii katika maombi ni kwa sababu tumeelewa kwamba kusudi la kwanza la maombi ni uhusiano kuliko kupokea vitu kutoka kwa nani? Unajua, tukiwa Wakristo ambao tunaomba ili tupokee vitu kwa Mungu, hilo tunapoteza lengo la maombi. Maana ukiangalia hata tuliposoma kwenye lesoni, Biblia inasema kwamba Mungu alipokuwa anaambia wana wa Israeli, akasema kwamba nimewatoa kwa mkono wenye nguvu kutoka kwa Farao ili niwavute kwangu. Kwamba matendo yote niliyowajidhilishia ni kwamba niwavute, kwamba mje kwangu karibu. So hilo ndio lengo siku zote la Mungu, sisi kuwa karibu na yeye. Na hivyo maombi sio sehemu tu ya kwenda kuchukua vitu, kuomba na kupokea. Maombi lengo la kwanza na uhusiano.
Na hivyo tukielewa hili, tutabadilisha namna ambavyo tunaweka jitihada yetu katika kuomba. Tutakuwa na bidii katika kuomba kwa sababu tumeelewa kusudi la kwanza na lengo la maombi. Jamani, huyu Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Kama angeomba mara 6 tu asingepokea. Maana Biblia imetuambia kwamba katika mara ya 7 alifanyaje? Alipokea. Kwa unaweza kuwa hapo unaomba kumbe umefikia mara yako ya 3. Yaani hapo ulipo ndio uko mara yako ngapi? Ya 3 ya hapo ulipo, ya hicho ambacho Mungu inabidi akupatie. Kwa hiyo hujafikia mara ya 7. Na tukuzo Mungu 7 katika Biblia tunafahamu inamaanisha nini? Ukamilifu. Kwamba 7 inamaanisha ukamilifu. Kwamba sasa hizo mara zote alizokuwa naomba, ilipofika mara ya 7, maana yake ulipofika ukamilifu, kwamba wakati wa Mungu aliyekusudia kufanya ndio akafanya. Kwa hiyo unaweza kuwa unaomba hapa kumbe umefikia mara yako ya 4. Unaweza kuwa umeomba kumbe umefikia mara yako ya 6. Alafu unapotaka kuingia ya 7 ndipo kaacha kuomba. Na Mungu anapoona hivyo anaona kabisa huyu mwanangu anakuja ili kupata vitu kutoka kwangu, ila mwanangu anahitaji. Kwamba sisi tunamtaka tu, tunataka vitu vya Mungu lakini hatumtaki nani? Kwa Mungu anaona sasa akikupa hivyo vitu vitakufanya uende mbali sana maana akiona ni vitu ambavyo ni vizito vinahitaji kweli huo una tabia yake ili uweze kuvimiliki. Elia alikuwa na asili kama ya kwetu, lakini akaomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kunafaa sana ikiwa ataomba kwa bidii. Jamani, tusiachilie mkono wa Mungu. Haleluya. Tusiachilie, na tufahamu ya kwamba muda wa Mungu unaweza kuwa sio muda wetu. Muda wako unaweza kuwa sio muda wa Mungu. Kuna maombi ambayo utaomba utajibiwa hapo hapo. Yapo ambayo utaomba utajibiwa hapo. Sio maombi yote yatachukua muda. Kuna yapo ambayo yatachukua muda. Mungu yeye anajua. Maana yapo maombi ambayo tumeomba na Mungu akajibu hapo hapo, lakini yapo ambayo watu wamesubiria kwa miaka na miaka ndio yakaja yakatokea. Usiache bidii yako ya kuomba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna mtu mmoja akaja akasema kwamba kama nikipata ndani yangu nimepoteza roho ya kuomba, nitaangusha vitu vyote, nitaacha vitu vyote ili niweze kurudisha hiyo roho ya maombi. Angalia bidii yako ya maombi haipo kwa sababu gani? Jichunguze kwamba roho yako, maisha yako ya maombi, hiyo roho ya kuomba kwa nini haipo tena? Alafu kisha tambua hivyo, angalia ni vitu gani ambavyo vimepoteza roho yako ya kuomba. Viweke chini mpaka roho yako ya maombi itakaporejea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana maombi ni pumzi ya uhai wetu katika maisha ya kiroho. Ikiwa ni kusudio lako ya kwamba Mungu, naomba unisaidie nijalie kuwa na maombi ya dhati, maombi yasiyokoma, maombi ya bidii. Nisaidie kuelewa ya kwamba muda wako sio muda wangu. Nisaidie kuelewa ya kwamba maombi si tu kutaka vitu kutoka kwako, lakini ni uhusiano kati ya mimi na wewe. Ikiwa ni shauku yako, simama pamoja nami na ule wimbo namba 137. Wimbo namba 137, Saheli ya sala. Saheli ya sala tunapojidhiri kama tukija kwake Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba yu mlinzi, waliochoka sana watapata raha.
saya sara iliyo heri waliochoka sana watapata raha. Sairi ya salam ajapo Mwokozi ili awasikie watoto wake, utwambia tuweke mizigo yetu yote, tutapata raha. Saya salam iliyo heri waliochoka sana watapata raha. Sairi ya salam wawezapo kuja kwa Bwana Yesu, moyo wake mpole atawarehemu waliochoka sana watapata raha. Saya sala iliyo heri waliochoka sana watapata raha. Tujongee mbele. Sairi ya salam tutakapopewa mibaraka ya Roho tukimwamini, kwa kuamini kweli hatutaogopa waliochoka sana watapata raha. Saya salam iliyo heri waliochoka sana watapata raha. Tutaomba mpaka mbingu iseme, tutaomba mpaka mbingu zifunguke. Tusichoke kuomba, tusiachilie upesi mkono wa Bwana. Mungu anasikia maombi yetu. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana ikiwa ataomba kwa bidii. Hii iko wazi kabisa, hata wale ambao wanaita motivation speaker, wale ambao wanashawishi watu kuzidi sana kufanya katika maisha, wanaelewa kwamba ni uthabiti. Kuna kitu wanakiita consistency, kwamba si kile ambacho kinaleta matokeo au tofauti ni kile ambacho tunakifanya kwa mara moja, ila ni kile ambacho tunakifanya mara kwa mara ndicho ambacho kinaleta matokeo hata katika maisha ya kawaida. Ndivyo hivyo ilivyo katika maisha ya maombi. Si kuomba kwa mara moja kunakoleta matokeo, maana maombi ni uhusiano wetu pamoja na Mungu, bali ni kule kuomba kwa bidii, kuomba na kudai mara kwa mara ahadi za Mungu, hata kama uoni, lakini zikili, kwa sababu Mungu kama amesema atatenda.
Elia alipokuwa hata aoni dalili yote, lakini alimwambia Ahabu ya kwamba amka, ule na unywe, ufurahi, maana kuna mvua kubwa inakuja. Lakini ilimchukua muda mpaka hiyo mvua kuja. Ilimchukua maombi ya bidii ya kuomba mara 7 ndipo mvua ikaja. Leo tutaenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Tunao ndugu zetu ambao ni wagonjwa na baadhi yetu huu mwamo ambao ni wagonjwa. Leo tutaenda kuomba Mungu akatuponye, Mungu akawaponye hao. Mnakumbuka kwamba kuna yule mtu ambaye aliteremshwa kutoka kwenye dari kipindi Yesu alipokuwa anajadiliana na watu akiwafundisha. Alikuwa Yesu amekaa pale, alafu rafiki zake wakateremsha yule mtu aliyekuwa amepoza juu ya dari mpaka pale Yesu alipokuwa. Yesu alipoona, Biblia inasema Yesu alipoona imani ya wale marafiki zake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani kumbe yule akamponya, kwamba Yesu alimponya yule mgonjwa si kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo, ila ni kwa sababu ya imani waliokuwa nayo marafiki zake. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema tuombeane. Tuombeane. Ikiwa na maana maombi ya imani ya dhati inaweza kumsaidia mtu fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tena kuombea wagonjwa. Tutamwombea pia mzee wa kanisa, naye anapitia ugonjwa, hali yake kiafya iko nzuri, lakini pia na mchungaji wa mtaa wa Mkendo tutamwombea pia, na wagonjwa wengine. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza. Na hivyo nitahitaji watu wawili ambao leo wataenda kuomba. Katibu utaomba kwa ajili ya wagonjwa. Alafu mwingine naomba, nani anaweza kuomba kwa ajili ya maombi mengine hasa ambayo amejengea katika hili somo letu. Basi Shemaso utaomba eti? Mama utaomba? Okay. Utaomba mama? Mama utaomba? Yes. Basi tupige magoti.